Asubuhi, ile gereza lilikuwa kimya, lakini halikuwa na amani. Kuta za mawe zilishikilia hewa ya baridi, na hatua laini zilisikika zikirejea katika korido ndefu. Mwanga wa jua ulipenya kupitia madirisha membamba na kitua sakafuni kama mistari hafifu ya mwanga. Yusufu alikuwa tayari ameamka kwa muda. Kila mara aliamka mapema. Ilimsaidia kuona mambo ambayo wengine walikosa. Hivyo ndivyo alivyowaona wale wanaume wawili. Walikaa karibu, mabega yao yameinama, macho mazito kana kwamba usingizi haukuwasaidia hata kidogo. Nyuso zao zilionekana kubanwa na wasiwasi, ule ambao hauondoki hata jua linapochomoza. Mmoja alisugua mikono yake tena na tena. Mwingine alitazama chini, akipepesa macho polepole. Yusufu alisimama alipowaona. Kulikuwa na jambo tofauti katika huzuni yao. Alisogea karibu, sauti yake ikiwa ya upole, kama alivyojifunza kwa miaka ya kusikiliza kwa makini. "Kwa nini leo mnaonekana na huzuni hivyo?" Yusufu aliuliza. Wale wanaume waliinua macho, wakishangaa kwamba mtu fulani amewaona. Walivuta pumzi ndefu za uchovu. "Tuliota ndoto," mmoja wao alisema. "Ndoto za ajabu, na hatuwezi kuziacha." "Hazituachi," yule mwingine akaongeza. "Ni kama zimetufuata hadi asubuhi." Moyo wa Yusufu uliguswa. Ndoto. Neno hilo lilimrudishia kumbukumbu za zamani. Zamani sana, naye alikuwa kijana aliyeota ndoto. Ndoto zilizojaa nyota na mashamba na ahadi. Ndoto zilizowahi kuleta tumaini na baadaye kuleta maumivu. Yusufu alikaa pamoja nao. "Nimewahi kuwa na ndoto kama hizo," alisema kwa sauti ya chini. Ndoto zinazohisi kuwa muhimu, ndoto zinazoonekana kuwa na maana. Wale wanaume walimsogelea. "Lakini hakuna mtu wa kutuambia maana yake," mmoja alisema. "Na hilo linatufanya tuogope." Yusufu avuta pumzi polepole. Hakuharakisha. Hakuzungumza kwa pupa. "Mungu anaweza kusaidia katika ndoto," alisema. "Niambieni mlichokiona." Mmoja baada ya mwingine walizungumza. Maneno yao yalitoka kwa uangalifu na mashaka. Picha za mizabibu na vikapu, za vikombe na ndege. Ndoto zilionekana za ajabu, lakini Yusufu alipokuwa akisikiliza, ufahamu ulianza kuunda ndani yake. Sio kwa sababu alikuwa mwerevu, sio kwa sababu alikuwa na nguvu, lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Yusufu alihisi wazi, kwa utulivu, kama mkono thabiti unaongoza mawazo yake. Walipomaliza, Yusufu aliwaeleza maana ya ndoto zao. Alizungumza kwa wema. Alichagua maneno yake kwa makini, akijua jinsi tumaini na hofu vinaweza kuwa vizito kwa wakati mmoja. "Ufahamu huu hautoki kwangu," aliwaambia. "Unatoka kwa Mungu." Wale wanaume wanisikiliza kwa makini. Mmoja alihisi faraja ikimiminika ndani yake. Mwingine alihisi hofu, lakini pia ukweli. Yusufu hakubadilisha maana ili iwe rahisi kusikia. Alisema ukweli, lakini kwa upole. Ilipofika wakati wao kuondoka, Yusufu alisita. "Tafadhali," alisema kwa sauti ya chini. "Mambo yakikunyokea unikumbuke. Mwambie mtu kwamba niko hapa. Sikufanya kosa lolote." "Nitafanya hivyo," akaahidi. Yusufu aliwatazama wakiondoka. Mlango ukafungwa. Ukumbi ukarudi kuwa kimya. Mwanzoni, tumaini lilichanua moyoni mwake. Labda huu ndio wakati. Labda kusubiri kumekaribia mwisho. Labda mtu atamkumbuka. Siku zikapita. Yusufu alifanya kazi. Alisaidia. Alisikiliza. Aliomba. Wiki zikapita. Hakukuwa na habari. Miezi ikapita. Na Yusufu alisahaulika. Tena. Maumivu yakarudi polepole, kama jeraha la zamani, likikumbuka jinsi ya kuuma. Aliyahisi katika nyakati za kimya, gereza lilipokuwa tulivu sana.
Mwanga kupitia dirishani ulionekana kuwa mbali. Hatua zilipita lakini hazikusimama. Angeliweza kuwa mchungu. Angeliweza kuacha kutumaini. Lakini katika kusubiri, Yusufu alijifunza jambo. Alivuta pumzi ndefu na kuukumbusha moyo wake ukweli aliokamata kila siku. Mungu bado yuko hapa. Hata ndani ya kuta za mawe. Hata katika ukimya. Hata ahadi za watu zinapofifia. Wakati mwingine huonekana kama watu wengine wanashika funguo za maisha yako. Kana kwamba maisha yako yanategemea kama mtu atakukumbuka. Lakini Mungu ndiye anayeshika wakati wenyewe. Na wakati wa Mungu hauchelewi kamwe. Jioni moja, gereza lilipotulia, Yusufu alisimama chini ya dirisha dogo. Sehemu ndogo tu ya anga ilionekana, ya bluu ya kina na tulivu. Nyota moja ikaangaza. Yusufu akatazama juu. Mungu, akanong'ona, nisaidie kukuamini hata ninaposubiri. Hakusikia sauti. Hakuna kilichobadilika mara moja. Lakini amani ilimfunika kama blanketi. Mungu anayesikia kila mnongono alimshika Yusufu kwa uthabiti. Na Mungu hakuwa amemaliza hata kidogo. Na sasa, mtoto mpendwa, ni wakati wa kupumzika. Labda wewe pia unasubiri jambo fulani. Labda unatarajia habari njema. Labda unajihisi mdogo au umesahaulika au huna uhakika. Mkumbuke Yusufu. Mungu anakuona. Mungu anakusikia. Mungu anajua ulipo. Upendo wa Mungu ni wa upole na wa nguvu, kama mzazi anayekukumbatia usiku. Hauko peke yako hata kwa sekunde moja. Fumba macho. Vuta pumzi polepole. Acha wasiwasi wako upumzike. Mungu anakulinda. Mungu anafurahia uwepo wako. Mungu anawapenda watoto kwa upendo wa kina na kamili. Lala kwa amani sasa. Usiku mwema. Pumzika katika upendo wa Mungu.